Chapter 360. Miaka ya kale, zaidi ya miaka 1300 kabla ya uwepo wa Yesu, yaani zaidi ya miaka 3320 tangu leo, paliishi mtu wa ajabu mwenye nguvu mno kiasi Wagiriki wanaamini kuwa mtu huyo alikuwa ni mtu Mungu. Huyu mtu alikuwa ni mwenye nguvu za ajabu kiasi kwamba unaweza kumfananisha na yule Samsoni wa kwenye Biblia. Aliishi huko Ugiriki na jina lake ni maarufu mno. Aliitwa Hercules, na kisa chake kimetengenezewa filamu nyingi na waigizaji wengi maarufu wa siku hizi. Kwa simulizi za Wagiriki, Hercules alikuwa ni mtoto wa mungu wao aitwaye Zeus, lakini mama yake alikuwa akiitwa Alcmene, ambaye mama alikuwa ni binadamu wa kawaida kabisa. Hercules mwenye nguvu anaelezewa kuwa aliua simba hatari aliyetesa watu katika mji wa Nemea, simba aliyeshindikana kuuawa kwa silaha yoyote iliyoundwa na mwanadamu. Hercules alimuua simba huyo kwa mikono yake mitupu. Huyu shujaa Hercules katika kizazi chake, baadaye miaka mingi ndio akaja kuzaliwa Alexander the Great, mtoto mdogo ambaye alikuwa shujaa wa vita mwenye maarifa makubwa ya utawala, kiasi akaitawala sehemu kubwa ya dunia mpaka historia inamkumbuka hii leo kama kiongozi ambaye hajawahi pata kutokea duniani. Alexander the Great kwa asili alikuwa ni mfalme wa Macedonia, nchi iliyokuwa kaskazini mwa Ugiriki ya kale. Wagiriki wengi waliwatazama watu wa Macedonia kama washenzi ambao hawajastaarabika, na pia waliwaona kuwa masikini, hohehahe, washamba wasiokuwa na akili. Maajabu ya Mungu, huko Macedonia ndiko alikotokea Mgiriki anayekumbukwa zaidi katika historia ya sasa, Alexander the Great. Alexander the Great alikuwa ni mfalme wa Macedonia aliyetawala miaka 336 hadi miaka 323 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Akarithi ufalme kutoka kwa baba yake, Mfalme Philip wa pili. Na sasa naanza rasmi simulizi ya Alexander the Great, mtoto mdogo wa miaka 20, mwanajeshi shujaa wa Kigiriki aliyeweza kuwa mfalme aliyetawala sehemu kubwa ya dunia ya wakati ule. Chapter 360. Mwanahistoria wa kale wa Kigiriki Plutarch aliandika, usiku wa kuamkia siku ya ndoa kati ya Mfalme Philip wa pili na mama yake Alexander aliyekuwa akiitwa Olympias. Olympias ambaye alikuwa akiolewa na mfalme aliota ndoto kuwa tumbo lake lilipigwa na radi iliyotoa mwanga mkali. Ukawa mwanga mkali ambao uliangaza kiasi mwanga huo ukavuka mwisho wa upeo wa macho ya mwanadamu. Wagiriki wanaamini radi hiyo ilitoka kwa moja ya miungu yao ya asili, Mungu Zeus, ambaye kupitia ndoto hiyo alionyesha dalili ya kuzaliwa kwa Alexander the Great, na ikawa ni ishara kuwa Alexander the Great atakuwa mfalme ambaye falme yake ama dola yake itavuka upeo wa macho ya mwanadamu wa kawaida na labda kuifikia dunia nzima. Inasimuliwa huko Ugiriki ya kuwa ndoa kati ya Mfalme Philip wa pili na Olympias ikiwa bado mbichi kabisa. Siku moja mfalme alikuwa akiingia chumbani kwake na akamkuta mkewe kipenzi akiwa mtupu kitandani, lakini alikuwa amekumbatiana na joka kubwa pale kitandani. Wagiriki wanaamini usiku ule mungu wao Zeus alishuka akiwa katika umbile la nyoka na alishiriki tendo la ndoa na mke wa mfalme, na hapo ikafanyika mimba ambayo baadaye ndiyo akazaliwa shujaa wa ajabu Alexander mashuhuri, Alexander the Great. Kwa hivyo Wagiriki wanaamini Alexander the Great alikuwa ni nusu mtu nusu mungu. Kwa ambao hatujakulia katika utamaduni wa Kigiriki, hasa Ugiriki ya kale, na kwa ambao tuna imani za kisomi na pia mara nyingine imani tofauti za kidini, tunaweza kuamini kuwa hizi simulizi za mimba ya Alexander the Great zilitiwa chumvi tu, lakini hazikutiwa chumvi kwa ushadadi tu, bali ni kutokana na ushujaa na maajabu aliyoyafanya Alexander the Great wakati wa maisha yake, kiasi akawafanya Wagiriki waamini Alexander the Great hakuwa binadamu wa kawaida, bali alikuwa binadamu mwenye uungu ndani yake. Alexander the Great alizaliwa siku ya 6 ya mwezi wa kalenda ya Kigiriki uitwao Hekatombayo, ambayo watu wa Macedonia walikuwa wakiitambua kwa jina la Luz.
Lakini kwa kalenda ya sasa imeandikwa Alexander the Great alizaliwa Julai 20 miaka 356 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Tangu kuzaliwa kwake, Alexander the Great alishuhudia baba yake akiwa mfalme imara. Baba yake ambaye alikuwa ni mfalme Philip wa pili alipambana kuipa heshima Masedonia ambayo ilikuwa ikidharaulika miongoni mwa jamii za Wagiriki, na akaijenga heshima ya dola ya Masedonia kwa kujenga jeshi kubwa lenye nguvu na mbinu za hatari zaidi. Mfalme Philip wa pili ambaye ndiyo baba yake Alexander the Great hakuwa akionekana nyumbani mara kwa mara. Muda wake mwingi aliutumia katika vita za kutanua mapana ya ufalme wake. Kiasi wakati Alexander akiwa mtoto, mfalme Philip alikwenda vitani, na huko vita ikawa kali hata kurudi nyumbani akiwa na jicho moja. Jicho moja akalipoteza kule vitani. Baba yake Alexander the Great, mfalme Philip wa pili, kila alipokuwa akirudi nyumbani alitumia muda wake mwingi kumfundisha mwanaye juu ya siri za kiutawala na kuwa mfalme bora, na akamfundisha mbinu za kivita na namna ya kukuza ufalme wake, na pia kuwa kamanda hodari wa kuliongoza jeshi. Mfalme Philip wa pili alikuwa mtundu wa vita. Alibuni mbinu mpya za kivita kwa kupanga jeshi lake katika namna ambazo zilikuwa hazitabiriki, tofauti na mifumo iliyozoeleka na wafalme wengi wa zamani. Na pia akawapa wanajeshi wake mikuki mirefu iliyowafanya waweze kumshambulia adui hata akiwa mbali sana. Pia akaanzisha vikosi vya wapanda farasi ambao walitumia magari ya kukokotwa na farasi, huku nyuma yakiwa yamebeba askari. Kwa hivyo jeshi lake likawa na uwezo wa kumshambulia adui kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Na halafu wanajeshi wake wapanda farasi na wale watembeao kwa miguu akaanzisha mtindo wa kuwavesha mavazi ya chuma, kofia za chuma na pia nguo za chuma zinazoziba vifua vyao. Hizi zote zilikuwa ni njama ambazo wafalme wa zamani na majemedari wa jeshi hawakuweza kuzibuni kabla yake mfalme Philip wa pili. Kwa hivyo alikuwa na jeshi imara ambalo halikuwahi kutokea hapo kabla katika historia. Na kwa kutumia jeshi hili, mfalme Philip wa pili aliweza kushinda vita nyingi dhidi ya falme za jirani na hata kuziweka chini ya himaya yake baadhi ya dola zingine za Wagiriki. Hivyo Alexander the Great alilelewa na baba ambaye alikuwa ni mfalme mwerevu na kamanda hodari wa vita, na kutoka kwake alijifunza vitu vingi mno. Alexander the Great alipokuwa na umri wa miaka 13, baba yake alimtafutia mwalimu. Aliwafikiria waalimu mashuhuri miongoni mwa wanafalsafa wa Kigiriki. Alitaka wanafalsafa hao wenye akili nyingi kuilea na kuijenga kwa kuipa maarifa makubwa akili Alexander the Great. Mfalme Philip wa pili alimchagua mwanafalsafa mashuhuri Aristotle. Alexander akasoma juu ya falsafa ya dini, sanaa na tiba kutoka kwa mwanafalsafa Aristotle. Alipofikisha umri wa miaka 16, Alexander alimaliza elimu yake chini ya mafunzo ya mwanafalsafa Aristotle. Mfalme Philip wa pili akaanza kumwandaa Alexander kuwa mfalme ajaye wa Masedonia na Ugiriki nzima. Hivyo Mfalme Philip akawa na tabia ya kumwachia Alexander madaraka ya kuongoza serikali mara zote akiwa nje ya dola yake. Miaka 338 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, Alexander bega kwa bega na baba yake walianzisha kampeni ya kuziteka falme zilizopo kusini mwa Ugiriki, na waliiteka Erasia, na kisha wakapigana vita ngumu dhidi ya Athens na Thebans, vita iliyoitwa Chaeronia, ambayo wakaibuka na ushindi mzito. Alexander the Great alipigana akiwa mstari wa mbele wakati wa vita zote hizi. Chapter 360. Mfalme Philip wa pili na mwanaye Alexander the Great waliiteka miji mingi ya Kigiriki kasoro mji wa Sparta. Sasa Mfalme Philip akatamani kuanza kuvuka mipaka nje ya Ugiriki, na amri yake ya kwanza ikawa ni kuvamia na kuteka ufalme wa Persia, ama inayotambulika kama Uajemi kwa Kiswahili. Wakati huo wote ushindi wa Mfalme Philip wa pili ulichochewa sana na umahiri wa vita wa Alexander the Great. Akapigana mstari wa mbele japo alikuwa mtoto mdogo wa miaka 16 tu. Lakini kabla ya mipango ya baba yake kutimia, Mfalme Philip wa pili, kabla hajaitia mikononi Persia, ama kama inavyoitwa kwa Kiswahili Uajemi, aliuawa na mlinzi wake binafsi aliyemwamini sana. Akasuka njama ya kumuua Mfalme Philip wa pili. Na sasa
Alexander the Great akarithi ufalme wa Macedonia na sehemu kubwa ya Ugiriki ya kale, na mtoto wa nyoka ni nyoka. Alexander mashuhuri akatamani kuendelea kujenga dola imara kama baba yake, lakini yeye hakufikiria Ugiriki peke yake. Alexander the Great ndoto yake ikawa ni kuitawala dunia nzima. Alexander alitangazwa kuwa mfalme akiwa na umri wa miaka 20 tu katika kiangazi cha miaka ya 336 kabla ya uwepo wa Yesu. Alexander the Great alikuwa mtawala mwenye maamuzi magumu. Alipovaa tutaji la ufalme, akatangaza kuangamiza wote aliowaona kuwa ni tishio la ufalme wake. Alimuua binamu yake ambaye alikuwa ndio mwenye haki halisi ya kuwa mfalme wa Macedonia, lakini aliporwa haki hiyo ya madaraka na baba yake Alexander. Kisha akaamrisha kuuawa kwa watoto wa wafalme wa maeneo ambayo waliyateka. Lakini Alexander the Great alipoingia madarakani, akaanza utawala wake kwa changamoto kubwa. Habari za kifo cha baba yake, yaani mfalme Philip wa pili, zilisambaa kote katika miji yote walioiteka enzi za uhai wa baba yake. Ikaanzisha mapigano ya uasi ikitaka kujirudishia utawala ama mamlaka zao binafsi. Mji kama Thebes, Athens, Thracia na Thracian ambayo ni makabila ya kaskazini mwa Macedonia, yote yakaanzisha mapigano ya uasi. Habari za mashambulizi hayo zilipomfikia Alexander, hakujiuliza mara mbili. Alexander alikusanya jeshi lake la askari 3,000 wa Macedonia ambao walikuwa ni askari wa kukimbia kwa farasi, na wakaanza kampeni ya kuzishikisha adabu falme zote zilizotaka kumwasi. Akaanza na mji wa Thracia, kisha mji wa Peloponnese, halafu Corinth na Athens. Wakati huo aliranda kote kutuliza na kuirudisha mamlaka yake katika miji ambayo ilitaka kuuasi ufalme wake. Sasa Alexander the Great akaanzisha mpango wa Balkade, mpango ambao alitaka kuliteka bara lote la Asia. Hii ilikuwa ni mwanzoni mwa miaka 335 kabla ya Kristo. Kwanza akauteka mji huru wa Thracia, kisha mji wa Danube, na halafu baadaye akateka kabila lisilotawalika la Kitai. Sasa Alexander the Great akaanzisha kampeni ya kuteka Persia, yani Uajemi, ndoto ambayo hata baba yake alifikiria kabla, lakini alishindwa kuitimiza. Wakati huo Alexander the Great akawa ni mfalme mwenye jeshi kubwa kuliko mfalme yoyote duniani, na sasa akaanzisha kampeni yake mwaka wa 334 akiwa na jeshi la askari takribani 48,100, magari ya farasi 6,100, meli zisizopungua 120, pamoja na mabaharia wenye uwezo mkubwa wa kukimbiza meli 38,000. Alikusanya jeshi lake kutokea Macedonia na miji mingine ya Kigiriki. Pia ndani yake kukawa na askari wa kulipwa na askari mateka kutoka Thracia, Paeonia na Iliria. Kwa maelezo ya mwanahistoria wa kale Furianus katika nakala ya andiko lake la Strategies of War, alisema Alexander the Great alionyesha nia ya dhati ya kuiteka Persia na bara lote la Asia. Hayo aliyafanya Alexander the Great ama Alexander mashuhuri akiwa ni mtoto wa miaka 20 tu. Pia Alexander the Great alisifika kuwa jemedari mpenda vita ambaye mara zote aliziteka dola zote kwa mapigano tofauti na baba yake ambaye alitaka dola zisalimu amri kabla ya kuingia kwenye vita. Alexander the Great hakutaka mazungumzo, alitumia ncha ya upanga kuiteka kila falme aliyoitaka. Alexander alipigana vita nyingi mno na akazunguka duniani kuiteka miji yote mikubwa na falme zote za wakati huo. Utawala wa Alexander the Great ukafika mpaka Anatolia ambayo ni Ugiriki ya sasa. Akaiweka mpaka Syria chini ya himaya yake. Alexander mashuhuri akaiteka Phoenicia ambayo ndiyo Lebanon ya sasa na Judea ambayo ndiyo Palestine ya sasa. Zote zikawa chini ya ufalme wake, na hata ukanda wa Gaza nao ukawa chini ya milki ya Alexander the Great. Utawala wake ukafika mpaka Afrika, akaiweka Misri chini ya mamlaka yake. Akauteka mpaka ukanda wa Mesopotamia magharibi mwa bara la Asia ambako alimiliki Iraq na Kuwaiti ya sasa zikawa chini yake. Alexander the Great akatawala mpaka Persia ambayo ni nchi ya Irani ya hivi sasa, na mapana ya utawala wake yakafika mpaka Taxila, yaani Pakistan ya leo. Akaitawala hata sehemu fulani ya India na hata ule mji wa kale mkubwa zaidi kuwahi kutokea duniani, mji wa Babylon, nao pia ukawa chini ya ufalme wa Alexander the Great. Alexander
the Great aliweza kuiweka sehemu kubwa ya dunia ya wakati huo chini ya utawala wake akiwa mtoto mdogo tu. Wakati akifanya hayo yote alikuwa na umri kati ya miaka 20 hadi miaka 30. Alexander the Great alipigana vita zote akiwa mstari wa mbele kuitengeneza hiyo dola yake. Wanasema Alexander the Great alikuwa akivua nguo, mwili wake wote mbele ulikuwa umefunikwa na makovu aliyoyapata kutoka katika mapigano ya vita. Kati ya tarehe 10 ama tarehe 11 Juni miaka 323 kabla ya Yesu, Alexander the Great, mtoto aliyeitawala dunia, alikutwa na umauti akiwa katika hekalu la mfalme Nebukadneza wa pili lililoko katika mji wa Babiloni, ambayo ni nchi ya Iraq ya hivi sasa. Wakati huo Alexander the Great alikuwa na miaka 32 tu. Chapter 360. Ziko simulizi zaidi ya moja juu ya kifo cha Alexander the Great. Maelezo ya Plutarch ni kuwa takribani siku 14 kabla ya kifo chake, Alexander alimkaribisha afisa wa jeshi la majini Nearchus, ambaye alikaa naye siku nzima na kisha akashinda naye siku ya pili mbele yake. Lakini Nearchus anasimuliwa kuwa Alexander alipata homa kali mpaka akawa anashindwa kuongea, homa ambayo ilimtafuna polepole kwa siku kadhaa, takribani majuma mawili, kisha ndio akapoteza uhai. Simulizi nyingine ni kutoka kwa Diodorus na Arrian, simulizi inayosema Alexander the Great alianza kusikia maumivu makali baada ya kunywa kiasi kikubwa cha mvinyo ambayo haijachakachuliwa, ulevi mkali uliofuatiwa na siku 11 za ugonjwa kwa kuanza kupoteza nguvu. Hakupata homa, ila alikufa kutokana na maumivu makali. Imani ya Wagiriki wa Macedonia ni kuwa kifo cha shujaa wao Alexander the Great kilikuwa ni cha mauaji, yaani aliuawa. Wanahistoria wote wa Kigiriki, Diodorus, Plutarch, Arrian na Justin, wote wanaeleza uwezekano kuwa Alexander the Great aliuawa kwa kuwekewa sumu. Aliyekuwa jenerali wa jeshi la Alexander the Great, Bwana Antipa, aliandamwa na shutuma nyingi ya kwamba ndiye aliyesuka mpango huo wa kumwekea sumu Alexander the Great. Wanasema Antipa alimtumia mtoto wake Eurus, ambaye alikuwa mhudumu wa mvinyo, usiku ule ambao Alexander anapiga kinywaji kwa mara ya mwisho. Mabishano makali yanaendelea katika historia mpaka hivi leo. Wako wanaosema kuwa kama ni kweli ilikuwa sumu, isingeweza kuchukua siku 12 kumaliza uhai wa Alexander, japo wengine wanadai ilikuwa ni sumu iliyopaswa kumuua polepole. Mwaka 2003 shirika la habari la BBC waliandaa makala iliyohusu uchunguzi wa kifo cha Alexander the Great. Leo Scape kutoka New Zealand National Poison Center alieleza mmea mweupe uitwao Hellebore. Anasema inawezekana huo ndio mmea uliotumika kama sumu ya kumuulia Alexander the Great. Na mwaka 2014 lilipotoka jarida la Clinical Toxicology, Scape aliandika tena juu ya uwezekano wa mvinyo aliokuwa amekunywa Alexander kuwa uliwekewa sumu ya Veratra, kwa kuwa sumu hiyo inatoa dalili zote za kifo kinachoripotiwa juu ya Alexander the Great, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Alexander, Romance in Persia and the East. Sumu ya Veratra huua polepole na husababisha maumivu makali na pia husababisha homa. Wanahistoria wengine wanaamini ya kwamba kutokana na mazingira ya kifo chake, yawezekana Alexander the Great kifo chake kilitokana na kutumia maji ya mto Citrus, ambao kwa sasa tunaofahamu kama mto Mavronel, ambao maji yake yalikuwa na sumu ya Cassamicin ambayo inatokana na bakteria hatari mno. Wengine walisema kifo cha Alexander the Great kilitokana na homa za kawaida kama malaria ama typhoid. Mwaka 1998 chapisho la New England Journal of Medicine lilieleza kifo hicho kuwa kilisababishwa na homa ya typhoid, na ilikuwa mbaya zaidi kwa kuwa ilisababisha vidonda kwenye utumbo na ilipelekea mishipa yake ya fahamu kupoteza nguvu. Na wapo wanaoamini ya kwamba kifo cha Alexander the Great kilitokana na afya yake kudhoofika kwa muda mrefu baada ya miaka mingi ya mapigano ambayo yalimsababishia majeraha mengi ambayo yakautia mwili wake ubovu,
na wengine wanasema Alexander the Great alikuwa na tabia ya kupenda kunywa mvinyo na pombe kali tena isiyochakachuliwa, na alikuwa ni mlevi aliyetumia kilevi kwa muda mrefu. Kwa hivyo afya yake ikadhoofika zaidi, na baada ya mapigano akajichakaza zaidi kwa zile pombe kali, na wanaamini kuwa afya yake ilidhoofika akiwa bado kijana mdogo kutokana na kutumika vibaya mno. Mimi ni Elias Khalidushi. Chapter 360.